Mwanafamilia, kuna watu wengi wamekuwa wakijiuliza maswali kadhaa, na miongoni mwa maswali ni kwamba kama kweli dini ni uongo na jina la Yesu alifanyi lolote, ni kwa nini tukitumia jina la Yesu kuomba majibu yanatokea, na kama ni mapepo yanatoka? Nisikilize. Kama ambavyo nimekuwa nikizungumza mara nyingi, maarifa ni muhimu sana na kuna haja ya kuyatafuta maarifa, kwa sababu ukielewa mambo dunia yanavyoenda, kuna baadhi ya vitu, kuna baadhi ya imani ambazo uliziamini mwanzoni, ukihisi zinafanya kazi, utaacha kuziamini. Acha nikwambie, kuna kitu kinaitwa placebo effect. Ukipata muda wako unaweza kaenda kufuatilia. Placebo effect iko proven kisayansi. Hii ni hali ambayo inamtokea mtu pale ambapo anapokuwa ameaminishwa kitu fulani, na imeshafanyika jaribio kwa wagonjwa kadhaa na imeprove kwamba inafanya kazi. Wagonjwa ambao wamekuwa wakiumwa matatizo fulani, ambapo wamepewa dawa ambazo sizo, yani ni dawa ambazo hazitibu ile tatizo na hazina madhara ndani ya mwili wao, wakaambiwa kwamba hizi ni dawa ambazo zinatibu huo ugonjwa, na baada ya muda matokeo yakaanza kuonekana kwa wao kupona. Na kinachowaponya ni nini? Ni ile imani walioweka katika zile dawa kwamba zinaponya. Ndipo ubongo wako unaanza kujiriwaya kutibu yale matatizo yaliyoko ndani ya mwili wako. Hali kama hii pia imejitokeza kwa watu wengi, hasa tukirudi miaka ya nyuma, wakati janga la ukimwi ni janga kubwa sana, ni unaokopeka kuliko sasa hivi. Kuna baadhi ya watu ambao kutokana na matatizo ya kidaktari, ya vipimo vya daktari, kuna daktari labda umeenda kupima anakuambia una ukimwi, umeathirika, na anakuambia urudi tena baada ya miezi mitatu. Ndani ya ule muda wa miezi mitatu, hata kama mtu alikuwa hajaathirika, kuna baadhi ya dalili itaanza kuonesha kabisa kwamba huyu mtu anasumbuliwa na tatizo la ukimwi, ameathirika. Hadi itakapotokea baada ya miezi mitatu akapimwa akakutwa hana, ndipo tena utaona mwili unaanza kurudi katika afya yake ya kawaida. Hayo ni matokeo ya placebo effect. Yaani unapokuwa umeweka hali fulani, unapokuwa katika matatizo fulani ama hali fulani, mwili wako unaanza kujiprogram kutokana na yale mazingira. Sio placebo effect peke yake, pia kuna nocebo effect ambayo ni opposite ya placebo effect. Hii ni hali ambayo huwa inamtokea mtu pale anapojiwazia mambo mabaya, anapowaza mambo mabaya ama kuwaza kuhusu kitu kibaya, na mwili unaanza kujiriwaya kutokana na ile program kwamba unawaza kuna kitu fulani kitakutokea, au labda tuseme kwa mfano labda unawaza kwamba unaumwa tatizo fulani. Yaani unahisi unasumbuliwa na ugonjwa fulani. Yaani hata kama haumwi hilo tatizo, kutokana ushaprogram akili yako, umeshaitengeneza akili yako kwamba hilo tatizo linakusumbua, kuna matokeo ndani ya mwili yataanza kujitokeza yakidhihirisha ile imani kwamba mwili wako unasumbuliwa na hichi kitu. Na hapo ndipo kazi ya subconscious mind inapoingia kazini, kwa sababu subconscious mind ndicho kitu pekee ambacho kina program, yani kina ratibu matendo ya mwili wako, yani kinadhihirisha yale unayoyafikiria ndani ya kichwa chako, yani kinaleta kwenye reality. So unapoiambia kwamba mimi nasumbuliwa na kitu fulani, yenyewe inakwambia ni kweli, inaanza kukutolea opposite effect, effective, inaanza kutolea matokeo ya kile unachokiamini. Hali hii imetokea kwa watu wengi, na ndio advantage ambayo wanadini, viongozi wenu wa kidini wamekuwa wakichukulia, kwa sababu unapokuwa ukisumbuliwa na tatizo fulani, akaja tu kukuaminisha kwamba umepona, hilo tatizo limeisha, tayari kichwa chako, mwili wako, nguvu iliyoko ndani yako ndio inaanza kujiprogram kutatua lile tatizo. Sio jina la Yesu ama sio jina la nani. Na hiyo ndio nguvu ya ukielewa jinsi akili yako inayofanya kazi. Kuna wanasayansi maarufu sana ambao waliwahi kuzungumza kwamba ukitaka kumjua Mungu, ukitaka kujua ulimwengu, usome mwili wa binadamu. Na kama unataka kumjua Mungu, jitambue wewe mwenyewe. Hizo ni falsafa za baadhi hata wasomi wakubwa wa muda mrefu. Ukitaka kujua ulimwengu, usome mwili wa mwanadamu, na ukitaka kumjua Mungu, utajielewe ama jitambue wewe mwenyewe.